Klabu ya Simba SC imeendelea kuandika historia mpya katika michezo ya Tanzania baada ya kutoa tuzo ya klabu bora ya wanaume wa mwaka katika tuzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT 2025 zilizofanyika kwa mafanikio makubwa jijini Dar es Salaam. Hafla hiyo iliyofanyika Mei 9, 2026 katika ukumbi wa The Superdome Masaki iliwakutanisha viongozi wa serikali, wadau wa michezo, wanamichezo, makocha, waamuzi pamoja na waandishi wa habari za michezo kushuhudia utoaji wa tuzo hizo muhimu zinazolenga kutambua mchango wa wadau mbalimbali wa michezo nchini. Tuzo hiyo kwa Simba imekuja ikiwa ni matokeo ya mafanikio makubwa ambayo klabu hiyo imeyapata ndani na nje ya nchi katika msimu wa mwaka 2025. Simba imekuwa moja ya timu zilizofanya vizuri zaidi katika mashindano ya ndani, huku ikiendelea kuonyesha ushindani mkubwa katika michuano ya kimataifa barani Afrika. Mafanikio hayo ndiyo yaliyowafanya wajumbe na waandaaji wa tuzo hizo kuitambua Simba kama klabu bora ya wanaume kwa mwaka mzima. Katika hafla hiyo, tuzo ya Simba ilikabidhiwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, huku ikipokewa rasmi na Afisa Mtendaji Mkuu wa Simba, Zubeda Sakuru, ambaye aliishukuru serikali pamoja na Baraza la Michezo la Taifa kwa kuendelea kuthamini mchango wa taasisi za michezo nchini. Mbali na Simba kutoa tuzo hiyo kubwa ya klabu bora, usiku huo pia uliwashuhudia wanamichezo mbalimbali wakijinyakulia tuzo kutokana na mafanikio yao makubwa katika michezo tofauti. Mwanariadha nyota wa Tanzania, Alphonce Simbu, aliibuka mshindi wa tuzo ya mwanamichezo bora wa kiume wa mwaka baada ya kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa yaliyofanyika mwaka 2025. Simbu ameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika mbio za kimataifa na kuwa mmoja wa wanariadha wanaotegemewa zaidi nchini. Tuzo hiyo ya Alphonce Simbu ilikabidhiwa na Waziri Mkuu wa Tanzania, Mwigulu Nchemba, ambaye alimpongeza mwanariadha huyo kwa juhudi zake kubwa za kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Ushindi wake Simbu umeonekana kama motisha kubwa kwa wanariadha wengine vijana wanaotamani kufikia mafanikio makubwa katika mchezo wa riadha. Kwa upande wa wanawake, mchezaji wa JKT Queens na timu ya taifa ya wanawake, Stumai Abdalla, alitoa tuzo ya mwanamichezo bora wa kike wa mwaka. Stumai amekuwa katika kiwango bora kwa muda mrefu na mchango wake mkubwa ndani ya JKT Queens pamoja na timu ya taifa umemfanya kuwa mmoja wa nyota wanaoong'ara zaidi katika soka la wanawake nchini Tanzania. Katika kipengele cha wanamichezo vijana, Raymond Francis alitangazwa kuwa mwanamichezo bora kijana wa mwaka baada ya kuonyesha uwezo mkubwa katika mashindano mbalimbali aliyoshiriki mwaka 2025. Kwa upande wa wanawake vijana, Rose Kataboy alitoa tuzo ya mwanamichezo bora kijana kutokana na mafanikio yake makubwa yaliyomweka kwenye ramani ya michezo nchini. Tuzo nyingine zilizotolewa katika hafla hiyo ni pamoja na kocha bora wa kiume, ambapo mshindi alikuwa Anthony Mwingereza aliyefanikiwa kuonyesha uwezo mkubwa wa kiufundi na kuiongoza timu yake kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Kwa upande wa wanawake, Esther Chabruma alitoa tuzo ya kocha bora wa kike kutokana na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya michezo ya wanawake nchini. Katika sekta ya waamuzi, Shaban Mahobonya alishinda tuzo ya mwamuzi bora wa kiume, huku Dariso Mwidadi akitoa tuzo ya mwamuzi bora wa kike. Waamuzi hao wamekuwa wakifanya vizuri katika ligi na mashindano mbalimbali, huku wakionyesha viwango vya juu vya uamuzi vinavyokubalika kimataifa. Waandishi wa habari za michezo pia hawakusahaulika katika hafla hiyo, ambapo Fatma Chikawe pamoja na Khalid Msabaha walitunukiwa tuzo maalum kutokana na mchango wao mkubwa katika tasnia ya habari za michezo nchini Tanzania. Waandishi hao wamekuwa mstari wa mbele katika kuripoti habari za michezo na kusaidia kukuza sekta hiyo kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Usiku huo wa tuzo za BMT 2025 ulionekana kuwa wa historia kutokana na namna ulivyowakutanisha wadau wengi wa michezo chini ya paa moja. Viongozi mbalimbali wa serikali walitumia nafasi hiyo kuwataka wanamichezo kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia michezo. Pia walisisitiza umuhimu wa uwekezaji katika sekta ya michezo ili kuongeza ushindani na kuibua vipaji vya vijana wengi zaidi nchini. Kwa upande wake, Simba imeendelea kuthibitisha kuwa ni moja ya klabu kubwa na zenye mafanikio makubwa Tanzania na Afrika Mashariki.
Katika miaka ya hivi karibuni, klabu hiyo imekuwa ikifanya vizuri katika michuano ya kimataifa na kuvutia mashabiki wengi zaidi ndani na nje ya nchi. Tuzo hiyo ya klabu bora ya wanaume wa mwaka imeongeza heshima kubwa kwa klabu hiyo na kuonyesha namna juhudi za viongozi, benchi la ufundi pamoja na wachezaji zinavyotambuliwa. Mashabiki wa Simba kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania walionyesha furaha kubwa baada ya timu yao kutangazwa mshindi wa tuzo hiyo. Kupitia mitandao ya kijamii, mashabiki wengi waliwapongeza viongozi na wachezaji wa Simba kwa kazi kubwa walioifanya katika kipindi chote cha mwaka 2025. Wengi walieleza kuwa ushindi huo ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa ndani ya klabu pamoja na nidhamu ya timu kwa ujumla. Kwa upande wa Alphonce Simbu, ushindi wake umeendelea kuthibitisha kuwa Tanzania ina vipaji vikubwa katika mchezo wa riadha. Mwanariadha huyo amekuwa akifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu na mara nyingi amekuwa akiiwakilisha Tanzania katika mashindano makubwa duniani. Ushindi wake katika tuzo za BMT 2025 umeonekana kama heshima kubwa kwa wanariadha wote wa Tanzania. Tuzo za Baraza la Michezo la Taifa zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya kuhamasisha maendeleo ya michezo nchini Tanzania. Kupitia tuzo hizo, wanamichezo na wadau mbalimbali hupata motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kila mwaka. Serikali na wadau wa michezo wamekuwa wakisisitiza kuwa kutambua juhudi za wanamichezo ni njia mojawapo ya kukuza sekta hiyo na kuibua vipaji vipya vijana wengi zaidi.